Mr. President sir, karibu. Mheshimiwa Senator, karibu. Thank you. Yeah, asante sana bwana Speaker. Na leta salamu na Mheshimiwa Rangwe constituency. Karibu. 002. Yeah. Now. Na Mheshimiwa hapa. Haya. Thank you. Wewe mjao mwingine hapo hapa. Sawa, wote waheshimiwa wote nimewakaribisha. Haya. Asante sana bwana Speaker. Kwanza nataka kuleta salamu kutoka Makueni, bunge la mwananchi Makueni. Jana nilikuwa huko, walinikaribisha vizuri na wakaniambia nilete salamu zao kwenu. Mmepokea? Tumepokea. Asante sana. Leo hii nataka kuanza na Mr. Mouthpiece of Mr. William Samoei Ruto. I know you know Mr. Mouthpiece of Mr. William Samoei Arap Kipchirchir Ruto. On Sunday tuliona Ruto alituma timu yake yote Kisii, hadi deputy president wake wote aliwatuma huko. Sababu gani? Sababu ya Matiang'i kurudi Kenya, ili waende wakajaribu kuengage vile ground iko. Lakini kuna kitu Mr. Mouthpiece aliongea ambaye inafaa tuongelelee. Nadhani nikisema Mr. Mouthpiece wa Rais William Samoei Ruto mnamjua ni nani? Huyu mkale mmoja anaitwa kwa nani? Not Farouk. Sudi. Sudi is the mouthpiece of Mr. William Samoei Ruto. Now, nilisikia Mr. Mouthpiece akisema ya kwamba eti kwa sahi wa Kenya wanajaribu kusupport mtu ambaye ameua watu eti ndiye akuwe rais 2027. Na hatujapatia Ruto muda ya kufanya kazi. Eti mtoto haizi zaliwa leo na after 9 days aanze kunywa uji, after one year aanze kukimbia. Nataka kuambia Mr. Mouthpiece hivi, wakati Mwai Kibaki alikuwa anaingia uongozi wa Kenya, wakati Mr. Kibaki alikuwa anaingia kuongozi Kenya, aliahidi ya kwamba akiingia hivi mashule zinakuwa free. Haikuchukua hata mwezi moja Kibaki kuingia uongozini na tukaanza kusoma free. Kwa hivyo tunataka kuambia Mr. Sudi, hizi miaka 2 ambaye mkubwa wako amekuwa rais, ametufanyia nini? Unatuambia ati mtoto haizi zaliwa na aanze kufanya kitu. Kibaki aliingia hivi na kaanza kazi. What about Mr. William Ruto? We don't see anything ambaye amefanya. Kitu ambaye Mr. Ruto amefanya vizuri na serikali yake ni kuua wananchi wa Kenya, ni kuua vijana. Hiyo ndio kazi mzuri ambaye Mr. William Samoei Ruto amefanya kwa hii nchi. Na tunataka kuambia Mr. Mouthpiece hivi tena. Amesema ya kwamba watu wanaongea juu ya Matiang'i na Matiang'i aliua watu. Je, serikali ya William Samoei Ruto imeua watu wangapi kwa hii nchi? Na je, kama Matiang'i alikuwa Minister of Interior na watu wakakufa wakati wake, kwa saa hii Minister wa Interior aliyekuwa Minister wa Interior ambaye anaitwa Kithure Kindiki alikuwa promoted to Deputy President, na wakati wake ndio watu waliuawa zaidi wakati alikuwa Minister of Interior. Naweza kumbuka vizuri Kisumu, Kakamega, Busia
watu wakienda kuuliwa saa 2:30 za usiku, wakati watu hata waandamani walienda kupigiwa mamilango zao na kuuliwa. Je, swali ni hivi, Mr. Sudi, Kithure Kindiki wakati amekuwa waziri, wale watu ambaye wameuliwa usiku kwa manyumba zao na vijana ambaye wameuliwa hapa kwa hii barabara ya Nairobi hapa, wakati tunaandamana, mbona haukuongea juu ya huyo? Na mbona haukutuambia ya kwamba Ruto pia ako among them? So tunaambia Mr. Ruto ya kwamba serikali yako hatuitambui. Sababu gani? Umeua wananchi zaidi, serikali yako imeua wananchi zaidi. Na tunataka kujua kwa nini uliengage hadi military kukuja kuua wananchi. Je, swali yangu ni hivi, military tunawaheshimu sana, lakini kwa nini mukaonekana mukipiga watu raia risasi? Kama ni polisi tunaelewa, sababu ni watu wengine hawananga second thought, hawana second thought, that's why wanaua watu. Na kwa saa hii ufisadi imeingia zaidi kwa hii nchi, ambapo hata huyo polisi utapata anavaa rabas badala vae boot. Sababu gani? Ufisadi ambaye iko kwa hii nchi. Sisi kama wananchi, na najaribu kuambia vijana wenzangu ya kwamba kama hauna ID na wale wengine ambaye wako nje, media tunaomba tafadhali mfikishe hii kwa vijana wote. Vijana ambaye hawana ID, tunawaomba mwende mshiki ID na mchukue kura ya kupeleka huyu mtu Sugoi. Tunataka Mr. William Samoei Ruto aende Sugoi asubuhi na mapema. Tunataka serikali ya William Samoei Ruto na wale watu wote ambao wanamsupport waende nyumbani, ikiwemo kama Raila atazidi bado kumsupport, pia Raila na watu wake waende nyumbani. Nikimalizia 1 minute nikimalizia. Okay, Mr. Speaker, 1 minute nikimalizia. Jana nilipokea email kutoka kwa comrade wa Ghana, Pan-African leaders ambaye tulikuwa nao hapa Nairobi 3 years ago kwa Pan-African seminar. Swali ambalo alituuliza, alikuwa anatuuliza ya kwamba sisi kama headquarter ya Afrika, mbona hatujawahi ongelelea vitu ambayo zinaendelea katika Afrika yetu? Lakini tulimjibu hivi, bado tulikuwa tunaangalia vile Ibrahim Traore wanataka kumfinya. But kutoka saa hii tunasema hivi, Kenya tunaenda kusimama na Ibrahim Traore, sababu yeye ni Mwafrika ambaye anaamini Uafrika. Yeye ndiye kiongozi ambaye tunaona hapa Afrika kama anaweza ongoza hii Afrika vizuri. Na tunaomba hivi, Mungu Mwenyezi, kwa wale wafisadi, viongozi wafisadi wote, kata miaka zao, reduce their years, ili uongezee Traore Ibrahim miaka mingi, ili wa
Afrika waone vile uongozi inafaa ikuwe Afrika. Sisi kama Waafrika tuko na kila kitu, lakini wazungu wanatuchezea. Wazungu wanataka kutukolonize bado, na hiyo ndio kitu ambayo tunakataa. Tunaambia Ibrahim Traore hivi, watuombe ili wale viongozi wetu ambao wanatunyanyasa hapa, kutoka kwa serikali, kutoka juu hadi chini, wakufe na miaka zao ipewe Ibrahim Traore. Asanti.